kusema mtu ambaye timu ambayo inapewa nafasi kubwa ni Yanga. Ukiangalia ubora wa Yanga kwenye backline, viungo wa Yanga, sehemu ya ushambuliaji wa Yanga, mimi huwa napenda kuita kama ni moja kati ya timu katili sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni timu ambayo katika sehemu ya ushambuliaji wakati wote ukizubaa unaweza ukapigwa hata mkono, ukapigwa wiki, ukasukumizwa zaidi ya wiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwa Azam kama wao wenyewe watauamulia mchezo dhidi ya Yanga, hasa wakijipa hope kuhusiana na mechi ambayo ilipita, licha ya kwamba kulikopo na mambo ambayo kwa upande wa Yanga kukaa vizuri, kwa maana kulikopo na kadi nyekundu, lakini wakijichukulia kwamba kwa sababu ya kadi nyekundu walishinda, pengine waweza kupata ugumu, kwa sababu pengine kadi nyekundu sitokee au kitu chochote kibaki sitokee kwa upande wa Yanga. Lakini kama watajiona kama kikosi chao kinaweza kufanya vizuri hata kama walipoteza mbele ya Singida Black Stars, ninaamini Azam FC pia ukiangalia quality ya wachezaji wake ni bora. Ukiangalia mtu kama Nado, ukimwangalia Sadun, ukimwangalia Faisal, ukiangalia wachezaji wengi ambao wako pale ni wachezaji ambao wanaweza kufanya chochote wakati wote. Kwa hiyo mimi naamini kitu ambacho kitakuja kutokea kwenye dabi wanaita dabi ya Dar es Salaam, sio? Dar es Salaam dabi itakuwa moja kati ya dabi ambayo itakuwa ni ya moto sana. Ni dabi ambayo tunaisubiri. Hatujui dabi nyingine kama itakuja kutokea nyingine zaidi, lakini zaidi ambao naamini itakuwa na amsha nyingi sana ni dabi ya Yanga na Azam FC. Mimi nataka nikuulize miongoni mwa maswali matatu ambayo tungependa kuyadadavua kwa faida ya watazamaji. Swali langu la kwanza, kukosekana kwa Djibril Sila pamoja na goalkeeper Mustafa unaweza ukawa ni mtego kuelekea katika mchezo dhidi ya Young Africans? That's number 1. Number 2, tukiangalia tactical kwa upande wa Azam FC, inaonekana mechi kubwa ndizo mechi ambazo huwa wanazitaka hasa kuelekea katika mchezo. Let us imagine katika mchezo uliopita dhidi ya Simba, na hii ni mechi yao nyingine dhidi ya Young Africans. Pengine wana kitu gani cha kwenda kuidhililishia umma? Raundi ya kwanza aliweza kufungwa na Simba, lakini raundi ya pili alikwenda kumnyima raha nyama kwa kutoa naye sana. Pengine labda safari hii kwa upande wa Young Africans alishamfunga raundi ya kwanza, huenda akaenda kufanya vile vile kwa msimu huu, Young Africans asinufaike na alama dhidi ya Azam FC. Tuanze na la kwanza kuhusiana na kuwepo Djibril Sila kutokuwepo na Mustafa. Tukizungumzia magolikipa ambao wakikaa langoni utaogopa kama ni mshambuliaji itabidi ujipange vizuri, ni Mustafa. Na kwa Azam mimi namuona kama ndo first 11. Foba huwa anaingia tu mara baada gepu au mwalimu tu amenote kitu fulani, lakini Mustafa ndo golikipa ambaye namba moja wa Azam. Sawa. Lakini kwa Djibril Sila utakuwa unafahamu kuhusiana na madhara ya michezo tofauti. Simba Yanga wanafahamu madhara ya Djibril Sila. Kutokuwepo kwake katika mchezo uliopita, pengine kutokupewa nafasi. Kwenye benchi alikuwepo, lakini inawezekana mwalimu ameamua kutunza silaha yake. Kwenye mpira wa miguu pengine wanasema kuna wakati kuna silaha zingine tabii uzifiche, sio zote uzitoe hata kama mtu anazifahamu, kwa sababu kuzificha kuna namna moja. Sio kwamba atazifahamu, ila anazifahamu, ila unalindia afya yake. Manake pengine katika mchezo dhidi ya Singida Black Stars angepata majeraha, na ni mchezaji muhimu ambaye anaweza kasababisha kwa maana mabeki wa Yanga wa kushoto Kibwana Shomari, Israel Patrick Mwenda wasisogee sana kwenye eneo la ushambuliaji. Beki wa kushoto wa Yanga kwa maana nani anaitwa Mkongomani, yes, Boka. Unajua unapokuwa na mshambuliaji kariba ya Djibril Sila, akupi nafasi ya beki kwenda kuongeza mashambulizi, kwa sababu ukipanda juu sana maana yake ni kwamba ukimwacha mtu kama yule anakuadhibu. Hata makocha wanaweza kukupa jukumu la kuhakikisha kwamba huyu mtu ukae naye mbali. Kwa hiyo wakati wote tunaona watu wanapanda juu kwenda kuongeza mashambulizi, sawa, lakini unapokuwa na mchezaji